Mungu, yani kwa kadri ambavyo watu wake wanatenda sawa sawa na neno lake, Mungu anajidhihirisha. Maana ili watu wamguse Mungu mboni yake, wanahitaji kumgusa kwa njia ya neno, yani wafanye yale yaliyoagizwa. Tukienda kinyume na haya, tukaendelea mbele sana sana, Mungu ni Mungu ambaye ananyamaza, anatuacha tuende tutakavyo. Yeye anasimama kwenye neno. Hapa sisi tutapiga tikitaka za kila namna, tutakwenda kama ambavyo ulimwengu unakwenda. Ziko mbinu nyingi ambazo zinabuniwa kana kwamba ni mbinu za kimungu. Watu wameendelea kubuni tindo mbalimbali kwenye ulimwengu huu, wanaruka nazo, wanakwenda nazo, lakini Mungu aliye Mungu mwaminifu, yeye amekaa kwenye neno, anaziangalia sarakasi za watu, waende wafanye mazingaombwe ya kila namna, wafanye mbinu zozote, wafanye akili zozote. Yeye amenyamaza, hana haraka nao, ametulia kwenye neno. Bwana Yesu asifiwe. Ziko nabii nyingi leo zinazuka nabii nyingi mbalimbali. Watu wanatembea na hizo nabii, wanajua ni mafunuo ambayo wameanza wao. Wengi tumasikia wamesema Bwana amenielekeza, kwa sababu kila anayetokea na chochote anachotokea nacho anasema Bwana amenielekeza. Hata ukimkuta muuza mafuta kwenye madhabahu, naye anasema Bwana amenielekeza. Bwana Yesu asifiwe. Yeyote aliyetokea na mafunuo, kila mmoja anasema Bwana amenielekeza, Bwana amenielekeza, Bwana amenielekeza. Ulimwengu utachanganyikiwa. Upinge, utapingaje? Eti Bwana amesema. Kwa chochote kinachoendelea watu wasema Bwana amesema, lakini Bwana ni mwaminifu, analiangalia neno lake apate kulitimiza. Yeye amekaa kwenye neno. Watu wanakwenda, na ndio maana nampenda Yesu. Yeye atakapotokea ndiye atakayejulisha nani alikuwa sawa, nani hakuwa sawa. Hata kama sisi leo tutasimama, tutaongea mengi, lakini anakuja yeye. Bwana Yesu asifiwe sana. Sisi tunakemea tu yale ambayo tunaona yamezidi, tuyapima kwenye unabii wa neno, yanakataa kuingia. Matakataka mengi ambayo watu wanatokea nayo kana kwamba ya Mungu, lakini sio ya Mungu, ni mazingaombwe tu ambayo yanaonyesha hata mtoto mdogo anaweza kutambua kwamba huu ni ujanja. Sasa ashukuriwe Mungu, mpaka sasa mbinu zao zimeanza kuwa dhaifu. Wale wanaopangwa wafanye miujiza, waseme Mungu ametokea, sasa wameanza kuwa dhaifu. Wanasema sisi tulipangwa ili tuonekane kama tumepinda midomo. Wengine wanasema tulipangwa tuonekane kama ni viwete, lakini hatakuwa ni viwete. Kuna nao tulipangiwa, mtumishi alitaka eti tuonekane kiwete, amefungua kwenye madhabahu yake ili kanisa likuwe liende kasi. Watu wana haraka. Bwana Yesu asifiwe. Wanataka kazi iende kasi, lakini nasema kutaka kazi iende kasi sio vibaya, lakini tunahitaji kujua nani atakayefanya kazi iende kasi. Lazima turudi kwa mwenye kazi aitwa Yesu Kristo. Huyo ndiye atakayesababisha kanisa lake liende kasi. Tukitafuta mbinu zetu sisi, tutakwama sisi na mbinu zetu. Yeye bado anayo nguvu ya kuokoa watu na dhambi zao na kuwaleta kwenye kanisa lake. Cha msingi tupige ukweli, tuseme ukweli. Watu wakijua, wakitaka kuamua waende na ukweli waende, maana kazi mbingu zinaamriwa ni mbingu za wachache. Amen. Kwa hata kama umati wa watu wengi wataikataa kweli, wataambatana na uongo, hiyo si ajabu. Mungu ni Mungu ambaye amesimama kwenye neno. Bado anatafuta mtu nani aliye makini, anayesimama anakiangalia kitabu cha Torati ili atende sawa sawa na yaliyoagiza, sio mawazo ya watu. Maana watu wanaenda na mawazo ya watu. Sasa wamefundishwa, nikwambia simoni kwa naangalia watu wengine wamefundishwa wanakula nyasi. Yani mwanadamu amefikia kipindi anakula nyasi kabisa kama Mungu. Nini neno? Bwana Yesu asifiwe. Kwa ni mafunuo mengi ambayo yanatokea, yanakuja, lakini Biblia bado inaongea kuna kila sababu kanisa koloni kwenye matengenezo. Wenzetu wanapotaka matengenezo, maana hawakutafuta matengenezo kwa akili, walirudi kwenye kitabu cha Torati kinasemaje. Bwana Yesu asifiwe. Ndio maana mfalme akaamuru kitabu kisomwe ili watu wasikie, wajue kosa lao, wajue dhambi yao,
wajue wapi walipoachana na Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa neno la Mungu, wakati unapoisikia kile unapoenda ibadani, Mungu anataka ujue kosa lako. Amen. Ndio maana panahitaji kuwa makini unaposikia neno la Mungu, maana linakutaka ujiangalie, ujione, je, hapa niko sawa? Hapa niko vizuri? Hapa nakwenda kama inavyotakiwa kwenda? Ujikague. Amen. Kwa tunasogea mahali hapa kujikagua. Kwa nini? Kwa sababu kuna mahali tunakwenda wapendwa, hatuishi hapa. Amen.